Wangapi hapa wamewahi kuandika mikataba? How many people here have entered contracts? Wewe umepangaje kwenye hiyo nyumba? Hadi kwenye nyumba hamna mikataba. Renting house utagundua ya kwamba you'll come to know that lazima ni tafsiri ya kuaminiana. Kuna kiwango cha mtu kumwamini Mungu. There is a dimension of a person trusting God. Na kuna kiwango cha Mungu kumwamini Mungu. A dimension of God trusting a man. If you are struggling even until today, you are struggling to believe God. Kama unajitahidi mpaka siku you leo. are struggling. Mpaka leo kwa mfano unajitahidi sana ili kumwamini Mungu. You have never shifted where God can be proud of you so he can trust you. Haujavuka kiwango ili Mungu ajivune kwa ajili yako ili kwamba pia akuamini. It is rare you can enter a contract with God. Ni mara chache mno utaingia katika mkataba na Mungu. It must be you trust God. Wewe umwamini Mungu. And God na Mungu trust you. Akuamini wewe. La sivyo mfano hapa watu wote wangekuwa kwenye ndoa na watu wote wangekuwa wameoa wameolewa. Kwa nini hawajaingia? Issue ya kuaminiana, ndoa ni mkataba huo. Why are they not in marriage? The issue of trusting each other. Si ungeweza ukachukua mwanaume yote papo, mume wangu kuanzia leo. You could go and grab any man from today you are my husband. Mke wangu kuanzia leo kwa unatembea naye. Kwa nini hujaoa hujaolewa? Why haven't you married and get married? Unatafuta kuaminiana kwanza. You are seeking that trust for each other. So agano, so covenant, ni kama unavyosema unaposa au unaposwa. It's like you say you are courting someone or being courted. Je, mama, unamwamini Mungu kwa kiwango gani? Do you trust God? At what dimension? Je, Mungu anakuamini wewe kwa kiwango gani? Does God trust you to what extent? Inawezekana kumtumikia Mungu ukiwa unamwamini Mungu. It's quite possible to serve God if you believe in God. Lakini si Mungu anakuamini wewe. But it's not God believing in you. What it takes for you to believe God. Kinachokuchukua wewe kumwamini Mungu. And what it takes for God to believe you. Na kinachomchukua Mungu kuamini wewe. These are two different things. Hivyo ni vitu viwili tofauti. Je, Mungu anakuamini? Does God trust you? Kama wewe unavyomwamini. Abrahamu alitembea na Mungu akimwamini Mungu lakini ilifika mahali ambapo Mungu alimwamini Abrahamu. Hadi anasema nawezaje nikamficha Abrahamu neno hili? I trust this man. God says, how can I hide this issue from Abraham? Ndugu zangu, naomba usikuwe na mawazo ya kutafakari sana. Inawezekana hata sasa Mungu kumwamini mwanadamu. Inawezekana hata sasa. It is possible even now for God to trust him. Yani Mungu akakuamini katika kiwango ambacho mpendwa akaingia na agano na wewe la kiuchumi. God can trust you the point he get in the financial. Leo hii watu wanazungumza kwa habari ya kina Dangote hawa. Today people are talking about Dangote. It's a product, not only trusting God, God trusting a man. Ni zao na sio wao tu kumwamini Mungu lakini Mungu kuamini wao. Mnafahamu historia namna mtu amekuwa bilionea wa dunia. You know the history how this man has become a billionaire in the world. Mtu aliyeamua kupisha ndege ili mhubiri akae. A person decided to live. Alafu mhubiri akamwambia kuanzia leo hapata kuwa na tajiri Afrika kama wewe. Ameokoka au hajaokoka, but as long as alionyesha kumwamini Mungu na Mungu akamwamini yeye. Biblia inasema mwaminini Mungu mtathibitika, waaminini watumishi wake manabii ndipo mtakapofanikiwa. Akaingizwa kwenye agano la mafanikio. So this one entered the covenant of prosperity. Yawezekana mpaka leo unang'ang'ana kumwamini Mungu. It's possible today you are struggling to believe God. Je, Mungu anakuamini wewe? Does God trust you back? Anaamini kwamba akikupa bilioni 1 huwezi kumnyima milioni 100 ya fungu la kumi? Na naomba nikwambie, maisha yako sio tafakari kwa Mungu. Mungu anakujua kesho. Your life is not an issue to God. Na ndio maana kuna vitu vingine ukikosea usimwambie Mungu najua unaona, Mungu sijui nini, Mungu sikutarajia. Mwambie Mungu hivi unajua upumbavu uliuona tangu sijazaliwa. There are things so tell God, God, I know you saw this. Yaani mwambie Mungu ulijua nitaanguka dhambini kabla sijaanguka. Kwa sababu tukiona kuanguka sio Misri kwake. Alishakuona ukianguka tangu ukiwa tumboni kwa mama unarusha mateke na. You falling in sin. God saw you even before you were born. I promise you God. I promise you Jehovah. I promise Elohim. I promise forever. Raka shantetete. Mungu anakuambia that promise is irrelevant. I know you even before to become. Mungu anakuambia kwamba
hiyo ahadi yako haifai kwa sababu ninakujua kabla. Ninajua kitakachotokea mwaka 2030 nakujua. I know what will happen in the year 2030. Usiniahidi umbea, mimi nakujua. Don't promise me gossips. I know you. Nakujua. Mwambie jirani yako, Mungu anajua kesho utaishije kesho. Kuna wengine Mungu ameshajua kesho utaedit, anajua. God knows for you. Tomorrow shall edit. God Tuko kwenye mfungo lakini ameshajua kesho saa 2:04 pale jikoni. We are in the fast. But God knows tomorrow at 8:15 at the kitchen. Anajua miaka 5 yako mbele. God knows your 5 years to come. Ili ujue hivyo, alipoona wana wa Israeli waenda kuinuliwa, aliwaambia angalieni mtakapokula na kushiba msije mkanisahau. Pamoja na waliambiwa walipokula na kushiba walimsahau. They forsook him. So he was saying he oversee. Hivyo alikuwa akiona mbele zaidi. Mwambie jirani yako, tell your neighbor, Mungu unayemtumikia, God yourself, anajua miaka 20 mbele ya maisha yako. Kesho yako sio fumbo kwake. Your tomorrow is not a mystery to him. Yes, akawa ni fumbo kwako. It might be a mystery to you. Lakini yeye anajua. But God knows your tomorrow. Anajua utakufaje. He knows how you die. Ugonjwa gani utakuua. What kind of sickness will kill you. Anajua utalalaje. He knows how you'll sleep. Yaani sio habari ya kumwambia Mungu, oh, Bwana, I promise you, I promise you, I promise. There is no promise you can give to God. Hakuna ahadi unaweza kumpa. Even you cannot surprise him. Hata hivyo huwezi pia kumshangaza. So sometimes there are things in life, if you face it, tell God, I know you know this even before I face it. Wakati mwingine kuna mambo unakutana nayo katika maisha, mwambie Mungu najua kama unajua vitu hivi. Kabla hata sijakutana nayo. It's not a surprise to you. Wala kwa wewe Mungu sio mambo ya kushangaza. For what I have done. Kwa jambo hili nililofanya. Lord, it is not a surprise to you. Mungu kwako wewe sio jambo la kushangaza. You knew it even before I face it. Ulijua hata kabla halijatokea. So I cry for mercy. Hivyo ninaomba rehema. Oh, thank me, oh Lord. Na Mungu nitie nguvu. Strengthen me.